Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu Waislamu, mimi ni Sheikh Mshali Khamisi Mshali, Grand Mufti wa Kenya kupitia Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu KEMNAK. Leo nazungumza na nyinyi ndugu zangu Waislamu kwa uchache sana kuhusu funga ya mwezi wa Ramadhan. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Enyi mlioamini, imefaradhiwa kwenu nyinyi funga ya mwezi wa Ramadhani kama walivyofaradhiwa saumu vile vile umma zilizokuja kabla yenu. Na funga hii Mwenyezi Mungu ametuambia ni ayyaman ma'dudati, ni siku chache za kuhisabika. Alhamdulillah, kwa baraka zake Mola, kesho ama kesho kutwa tutaingia mwaka mwingine baada ya funga ya mwaka uliopita. Nikizungumza hiyo kesho ama kesho kutwa, ina maana kuna funga ambazo zinaendelea ni namna mbili. Iko wale watu ambao watafunga kwa mwezi wanaouita mwezi wa kimataifa, na kuna wale ambao wanafunga kwa mwezi wa kuonekana mwezi na ambao ni hapa kwetu. Kwa hivyo sisi Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu tuliwahi kukaa miezi mitatu iliyopita kujaribu kutafuta ufumbuzi wa suala hili, na tulikuwa na mufti wa Zanzibar, wawakilishi wa mufti wa Tanzania, lakini tukakubaliana katika hali hii ya Waislamu, huu bishani, kukejeleana, kudharauliana kwishe, kwa sababu hili jambo ni la kutukia kila mwaka. Leo wanafunga hawa, kesho wanafunga wale. Sasa haya masuala ya kuwadharau hawa au kuwadharau wale yasiweko safari, kwa sababu mwisho wa yote haya haja yetu sisi ni kufunga na sote tutafunga. Kwa hivyo hakuna haja ya kudharauliana. Wautafutao mwezi leo ni haki yao kutafuta, au kama watakaa tu wangojelee habari mwezi umekuja kisha watangaze, pia ni haki yao. Na wale ambao wanazungumza kwamba mpaka tuuone mwezi ndio tufunge, pia wana haki yao. Na kila mtu hapa anafasiri aya hiyo hiyo moja na hadithi hiyo hiyo moja kwa vile anavyoelewa, kwa kukamilisha malengo yao. Lakini Baraza Kuu la Ushauri linashauri hivi: kila ambaye anazungumzwa kwa vile ambavyo anaona, hajakuwa na sharia ya kikanuni za Kenya kuweza kuwatangazia wengine kwamba funga ni kesho ama funga ni kesho kutwa. Jambo hili limebaki liko ndani ya mikono ya chifu kadhi, na chifu kadhi ndiye mwenye uwezo wa kuwatangazia Uislamu ni lini watu watafunga. Mwezi umeonekana ama haukuonekana, hilo ni jukumu la chifu kadhi. Kwa sisi ambao tuko huku nje ambao hatuna nguvu za kutangaza, tunasema hivi: huyu chifu kadhi aheshimiwe. Analolizungumza, anazungumza kwamba ana mamlaka yeye ya kuzungumza. Kwa hivyo chifu kadhi aheshimiwe. Khairul kalam ma qalla wa dalla, maneno mazuri ni yale machache. Lengo letu sisi KEMNAK kwamba Waislamu waachiwe wafunge kulingana na vile ambavyo wanaona ni sahihi kwao, lakini chifu kadhi aheshimiwe kwa yale atakayokupa kutupa sisi mwongozo kuhusu mwezi wa Ramadhani.
Kwa haya machache, na Uislamu siku zote labidi wazungumze maneno machache ya kueleweka. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sitaongeza kitu isipokuwa nasema wale Waislamu matajiri wote nchini Kenya wasiwasahau Waislamu maskini wenye kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambao siku mbili hizi tunatarajia kuanza kufunga insha Allah taala. Wakumbuke maskini, mafukara, wafungwa, walioharibikiwa na kila Muislamu ambaye ana shida. Tunawaomba matajiri wetu Kenya nzima, Waislamu na hata ambao si Waislamu, wang'oshie mkono wale Waislamu ambao wanafunga, kuwapatia chakula, pesa, nguo na kadhalika. Vilevile tunaiomba serikali ifanye waiver ya mizigo ya chakula itakayokuja Kenya kwa sababu ya Ramadhani, haswa tende. Tuomba Mheshimiwa Rais inshallah ukufanyie waiver, tende zikiingia hapa au nguo na vyakula vinginevyo ambavyo vinakuja vimelenga wasiojiweza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vilevile tunaomba serikali itupe relief food, ile chakula, michele, maharagwe, mafuta, sukari na vinginevyo kama kawaida. Serikali ya Kenya mara nyingi inatukumbuka mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunaomba serikali iendelee kukumbuka Waislamu kwa vyakula hivyo ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani inshallah taala. Kemnak imekuwa ikisambaza vyakula hivi tangu tuanze kushirikiana serikali kutoka mwaka wa 2005. Kemnak imekuwa ikipata chakula kwa serikali na kuwagawanyia wasiojiweza, yatima, wajane, maustadhi, maustadha, maimamu na watu mbalimbali ambao tunawajua hawana uwezo wa kutafuta chakula iftari ndani ya Ramadhani. Tuombe ushirikiano huo baina ya serikali na Kemnak uendelee kutupa chakula na kufikisha kwa wale ambao wanastahiki kwa chakula hicho. Alafu ni tuonye vikali, kama utaleta tende au mzigo wa chakula au nguo in the name of targeting the needy families during this whole month of Ramadan, kindly we beg you, make sure that commodity goes to the targeted Muslims, the needy Muslims. Some people do use Ramadan and the waiver to bring commodities like dates, food, kanzu, etc. But instead of giving the needy people, they change and they make the commodities for their personal businesses. They make money. So this habit must end. If your intention is to make business, please pay taxes, bring your commodity, do business. But if you say that these are intended specifically to the needy Muslims in Kenya, then kindly, my Muslim brother, make sure that commodity reaches the needy Muslims to the grassroots, to the respective areas all over the country. However, we wish all Muslims all Ramadan we fast happily. We pray for peace for our country. We pray for the sick during this whole month of Ramadan, and any person who is suffering from any problem, let us pray for them during our prayers in the mosque, at home, nighttime, during Tahajjud. Let us pray for peace for this country, and we pray for the needy people so that Allah can assist them and remove their burdens. Inshallah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tunaomba polisi waweze kuweka usalama kwa sababu kuna swala ya tarawih.
Waislamu watakuwa wanatoka late, labda saa 5 usiku, saa 6 usiku. So tunaomba polisi katika kaunti zote 47 wasiwahangaishe Waislamu wakati huu wa mfungo na wakitoa katika swala ya tarawih. Hii ni swala muhimu kwa Waislamu na uswaliwa baada ya saa 2 usiku inshallah mpaka late night. So tunaomba wakuu wa polisi wa mikoa, mahospidi, maOCS wahakikishe kwamba Waislamu hawahangaishwi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani wakati wakitoka msikitini kwa sala tarawih. Tunaonya kama Baraza Kuu la Shura Kenya KEMNAK, Waislamu wasichukue fursa hii kufanya uhalifu. Iwapo kuna Muislamu atachukua fursa hii usiku kufanya uhalifu, tuomba polisi na mkono wa sheria ufanye kazi yake. Lakini kama ni kutoka kwa msikiti peke yake, tuomba polisi walinde hawa vijana wetu, wazee, kina mama usiku. Vile vile tunaunga mkono kikamilifu maneno ya mkuu wa polisi wa Pwani, Nunu, sio jina lake? Nunu Dubat. Sisi Baraza Kuu la Ushauri la Uislamu Kenya KEMNAK, kwa masuala ya usalama, tunaunga mkono kikamilifu kauli ya mkuu wa polisi wa Pwani ndugu yetu Nunu kwamba polisi watatumia silaha zao wakipambana na wakali kwanza na wakali wao na wakali juzi wenye mapanga ambao wameua watu wengi sana hapa Mombasa County na kujeruhi wengi na kuiba. Tunaunga mkono kikamilifu. Kwa swala la usalama, tunasisitiza polisi wetu wakipambana na wakali kwanza na wakali wao wenye mapanga mtaani, piga risasi. Hawa si watu wa kubembelezwa kwa sababu wametutokesha. La hana panga mtu kijana mtaani, msikuwe na amri hii mkadhulumu vijana ambao hawadhuru watu. Ni mpaka kweli awe anapanga mkononi na anadhuru watu. Huyo akipigwa risasi kwa sababu wanaua. Sheria, ukiua makusudi ni kuuliwa katika sheria ya Kiislamu. Ukiua makusudi, dawa yako ni kuuliwa. Kwa hivyo tunaunga mkono kikamilifu hii amri hii. Kwa hivyo vijana, acheni ukora mitaani, fanyeni kazi. Uza makaa, uza tomato na vitunguu, uza mitumba. Nenda kwa area MP wako akuanzishie mradi wa biashara ndogo ndogo, au Nyota program ya Mheshimiwa Rais Ruto, take money from Nyota. Anza biashara baada ya kuchukua mapanga mitaani na kukata watu. Rais Ruto tunampongeza sana kwa mradi wa Nyota. Haujafanyika Kenya. Tunampongeza Mheshimiwa Rais William Ruto kwa program ya Nyota kwa vijana. Hii program inasaidia vijana kujikamua kutoka kwa mambo ya uhalifu. Kwa hiyo wakali kwanza, wakali wao, wakali juzi, wakali makao jao, whatever the name, chukua pesa kwa Nyota, anza biashara, acha vipanga. Ukena vipanga, mkuu wa polisi ametoa amri na tutaiunga mkono kikamilifu. Pongezi Nunu for that directive. It's the best one. Salamu alaykum. Maisha haya yametufikia sisi kutoka 4 years ago. Na tulijaribu kuwaalika hawa maagent kuja tusuluhishe, lakini wakati hawakuja. Tukawaacha. Lakini tumeona hija mwaka jana Waislamu wa Kenya wakiwemo mawakili na magavana walivyoteswa chini ya SUPKEM kule Maka. Ilikuwa mbaya sana. Hata wakili wangu mimi
ambapo ni wakili mheshimiwa sana Kenya hii, amelalamika aliteswa, kuwekwa kwenye kigodoro mahali kama hivi. Room ya watu 20 yawekwa watu 100. Room ya watu 50 yawekwa watu 200 na chonza kushare. It was terrible under SUPKEM management. Sasa tu kusema kitu, lakini tuliona dunia nzima ikilaumu Supreme Council of Kenya Muslims. Sisi tunawashauri SUPKEM. Tulinyamaza, sio kwamba hatuna mdomo kuzungumza. Tulinyamaza. Lakini mwaka huu tukiona tena mahujaji walalamika, sisi KEMNAK tutaishtaki SUPKEM. It's a warning. Tusisikie kabisa SUPKEM mahujaji walalamika, wale maagent mnawanyanyasa. Tukisikia hilo, sisi KEMNAK tutawashtaki SUPKEM ili waache tabia hiyo. Sasa kila mwaka SUPKEM yalaumu naombea haji. Kwa hivyo hiyo ni warning. Tuwasikiza mwaka huu wakienda haji itakuwa. Salamu alaykum. Hii ni An-Nisaa TV.